Karibu kwenye Voice of Tanzanian, sauti ya kizazi kipya. Sauti ya maarifa. Sauti ya mabadiliko. Katika Voice of Tanzanian utapata habari na maarifa yanayogusa jamii, teknolojia na ubunifu wa kisasa, biashara, uchumi na fursa za mafanikio, utalii, wanyamapori na hazina ya Tanzania na hamasa za maisha kwa vijana wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Tunakuonyesha Tanzania kwa macho tofauti, Tanzania na Afrika ya fursa, Tanzania na Afrika ya vipaji na Tanzania na Afrika ya mafanikio. Kama wewe ni kijana mwenye ndoto kubwa, kama unatamani kuona Afrika inapaa juu na kama unapenda kujifunza kitu kipya kila siku, basi hii ndiyo sehemu yako. Bonyeza subscribe na washa alama ya kengele na uwe sehemu ya harakati za mabadiliko. Hii ni zaidi ya channel, hii ni sauti ya taifa. Karibu sana kwenye Voice of Tanzanian ambapo sauti yako ina thamani. Utangulizi. Je, umewahi kumwona mfanyabiashara mdogo Kariakoo akionekana wa kawaida tu lakini akimiliki nyumba za kupangisha Mbagala? Au kijana wa boda boda aliyekuwa anakodisha pikipiki lakini leo ana pikipiki 5? Hiyo ndiyo tofauti kati ya kufanya kazi kwa pesa na pesa kukufanyia kazi. Leo tunachambua masomo ya Rich Dad Poor Dad kwa lugha ya mtaa wa Tanzania. Lesson 1: tajiri hafanyii kazi pesa, pesa humfanyia kazi tajiri. Mfano wa Tanzania. Juma alikuwa dereva wa daladala Ubungo. Alikuwa anafanya kazi saa 12 kila siku. Kipato chake kilitegemea muda wake. Siku moja akaamua kuweka akiba kidogo kidogo. Baada ya miaka 2 akanunua daladala yake mwenyewe. Sasa yeye si dereva pekee ila pia ni mmiliki daladala. Baadaye akaongeza gari lingine. Sasa hata akiwa nyumbani, daladala zinaingiza pesa. Hapo ndipo alipoanza kuifanya pesa imfanyie kazi. Lesson 2: Asset vs Liability. Mfano wa Tanzania. Neema alipata mkopo kazini. Badala ya kuwekeza, alinunua gari jipya ili marafiki wamuone ana mafanikio. Kila mwezi analipa bima, mafuta, service, ikimaanisha pesa zinatoka. Rafiki yake Asha alichukua mkopo huo huo, akaongeza mtaji wa kuuza nguo mtandaoni. Leo biashara inamlipa zaidi ya mshahara wake. Gari la Neema ni liability. Biashara ya Asha ni asset. Utajiri hauonekani kwa macho ila unaonekana kwenye cash flow. Lesson 3: elimu ya kifedha. Mfano wa Tanzania. Kuna wahitimu wengi wa vyuo vikuu Tanzania lakini hawajui hata kusoma mzunguko wa fedha, cash flow. Musa alisoma uhandisi lakini jioni alijifunza kuhusu uwekezaji wa ardhi maeneo yanayokuwa kama Kigamboni. Wakati wenzake wanatumia mshahara wote kwenye starehe, yeye alinunua kiwanja. Miaka 5 baadaye thamani imeongezeka mara 3. Elimu ya darasani ilimpa taaluma. Elimu ya kifedha ilimpa utajiri. Lesson 4: hofu na hatari. Mfano wa Tanzania. Watu wengi huogopa kuanza biashara wakisema, vipi nikifeli? Lakini fikiria mama lishe aliyefungua kibanda kidogo nje ya shule. Hakujua kama atapata wateja wa kutosha. Lakini alianza. Leo ana mgahawa mdogo. Hakukosa hofu. Lakini alichagua kuchukua hatua licha ya hofu. Hofu si ishara ya kusimama. Ni ishara kwamba uko karibu kukua. Lesson 5: jenga mfumo, sio kujiajiri milele. Mfano wa Tanzania. Kijana mmoja alianza salon ya kiume Sinza. Mwanzoni alikata nywele mwenyewe. Baadaye akaajiri vijana 2, akaweka mfumo wa mapokezi na malipo kwa namba ya simu. Sasa hata akisafiri mkoani, biashara inaendelea. Hapo ndipo tofauti ya kujiajiri na kumiliki biashara inapoonekana. Lesson 6: fikra za utajiri. Mfano wa Tanzania. Maskini husema biashara ni ngumu Tanzania, ila tajiri husema ninawezaje kupata fursa Tanzania? Wakati wengine wanaona tatizo la umeme kukatika, mwingine anaona fursa ya kuuza solar panels. Tofauti si mazingira ila tofauti ni mtazamo. Lesson 7: vyanzo vingi vya mapato. Mfano wa Tanzania. Mwajiriwa anaweza kuwa na mshahara, biashara ndogo mtandaoni, uwekezaji wa ardhi na YouTube channel. Ukitegemea mshahara pekee, uko hatarini.
Lakini ukiwa na vyanzo vitatu au vinne, hata kimoja kikiumba, vingine vinaendelea. Huo ndio usalama wa kweli. Lesson 8: lipa nafsi yako kwanza. Mfano wa Tanzania, kila mshahara ukiingia, watu wengi, kodi, umeme, sherehe na nguo, halafu wanabaki na sifuri. Jaribu hii, chukua 10% ya kipato chako, iweke kwenye uwekezaji kabla ya matumizi yote. Mwanzoni itauma, lakini baada ya miezi 12 utaona tofauti kubwa. Hitimisho la kusisimua: Tanzania ina fursa nyingi, Afrika ina fursa nyingi. Tatizo si uchumi, ila tatizo ni fikra. Rich Dad Poor Dad inatufundisha kuwa uhuru wa kifedha hauanzi na mamilioni, na unaanza na uamuzi wa kujifunza, kuwa na nidhamu, kuongeza assets na kufikiri tofauti. Leo jiulize, je, utaendelea kulalamika kuhusu hali ya maisha au utaanza kujenga mfumo wako wa kifedha? Asante sana kwa kuangalia Voice of Tanzanian. Kama umejifunza kitu kipya leo, kama umehamasika na kama umeona dhamani ya maarifa haya, basi usiishie hapa. Katika Voice of Tanzanian tunaamini kuwa maarifa ni nguvu, umoja ni mafanikio, na kila Mtanzania ana uwezo wa kubadilisha maisha yake. Kumbuka, Tanzania na Afrika kwa ujumla ni zaidi ya ramani kwenye dunia, ni taifa na bara la vipaji, ni taifa na bara la fursa, ni taifa na bara la watu wenye ndoto kubwa. Kama bado huja subscribe, bonyeza subscribe sasa hivi, kisha washa kengele ili usikose na kupitwa na video zetu zijazo. Pia shiriki video hii ili sauti hii iwafikie Watanzania wengi zaidi. Maoni yako ni muhimu, hivyo tuandikie hapo chini na tuambie unataka tuzungumzie nini kwenye video inayofuata. Hii ni Voice of Tanzanian, sauti ya maarifa, sauti ya mabadiliko, sauti ya taifa. Mpaka wakati mwingine, na endelea kuamini, endelea kujifunza na endelea kusonga mbele.